Sio mambo chochote bado. Haja binamu anifurahisha. Yaani unamlilia mwanamke ambaye hata kumtongoza hujamtongoza. Nikajua ushamaliza kila kitu. Unanyangusha bwana. Alafu kingine, mwanaume ndio maana kaambiwa hili kolomeo. Ndio maana hilo ni la kuvumilia. Sasa unajifungia ndani mpaka saa 4 hii. Kisa kumlilia mwanamke. Hilo usijali binamu yangu. Kuwa na amani. Mimi hilo swala nitalichunguza. Kama lina ukweli au lina uongo ndani yake. Sawa binamu? Sawa. Basi usilie na wewe, mtoto wa kiume wewe. Yaani mbavu zote hizo unajiliza. Hebu kuwa na stamina kidogo unaniangusha. Sawa binamu yangu? Sawa dada, mimi nimekuelewa. Naomba fanya hivyo kwa dada yangu nipate kujua. Nitafanya hivyo, nitajitahidi ninavyoweza. Mimi mpaka utaupata ukweli. Kama ameolewa au katoroshwa. Nafikiri brother niishie hapa. Pia. Yaani kutoka hapo mpaka hapo nataka uniache. Unajua inawezekana nikakupeleka mbali bro, nisio nimekusindikiza ile nimekufukuza. Bwana sawa pia. Usisahau kumpa mzee Jombo mzigo wake. Usijali kabisa, wewe ushafika bro. Unajua mimi Rupia mpaka kufikia umri sijaoa. Kwa nahitaji kupata mwenzangu. Sasa wakati nakuja huku nilipita kwenye nyumba moja hapa ya mzee mmoja aitwa mzee Mnyasa. Mzee Mnyasa. Sasa nimekutana na binti moja ni mzuri. Kiukweli Mungu amemjalia. Mzee Mnyasa pale kuna mabinti wawili, sijui unamsemea yupi, mara kuna Habiba na Kidawa. Mimi kwa majina kwa kweli siwajui. Ila kuna mmoja huyu ambaye kikweli imetokea kupitia nani. Kiukweli nimemwona nikatokea kumpenda sana sana. Basi mimi nikuahidi brother kuwa ukirejea tutakwenda kutembea pale. Na utaniambia ni yupi. Kweli kazi ndogo. Tashukuru sana. Hamna shida. Pamoja basi. Mimi nikutakia safari njema. Usisahau kumkabidhi mzee. Umefika mzee Jombo sawa? Hamna shida. Pamoja sana. Poa. Karibu. Asante. Afadhali umekuja. Naomba unisaidie kuchota maji.
Nishibishe unachotaka kuniambia. Mzee wangu mimi nilikuwa naomba mpe ruksa ya siku moja niende nyumbani, hapo kuna dharura ambayo imetokea. Nilikuwa nataka nifike mara moja, alafu nitarudi kesho Mungu akijalia. Hivi Mawazo, nikuulize, kwani kuna ulazima gani wewe wa kuondoka kipindi hiki? Kuna dharura ndogo tu imetokea hapo, kwa hiyo nilikuwa nataka nikamwone mjomba kwanza, alafu baada ya hapo nitarudi. Unajua huu wakati wa kilimo sasa hivi, na unajua mvua sasa hivi haziko mbali. Kule juu kule kwa kina Darema kule diwani kule kunatakiwa yale matuta yawe matuta 300 yapige yasanifiwe ili tupande viazi. Kila kitu kimeshakwisha mzee. Hivi unavyozungumza unamaanisha au mwenyewe tu unakurupuka? Mzee wangu, unanijua vizuri kama wewe, mimi sibahatishaji. Kazi imefanya vizuri, nimemaliza kila kitu mzee wangu. Ndio maana hata nilipokuwa nimeamua kwamba nakuja kuomba ruksa, nihakikisha kwamba viporo vyote ulivyoniagiza nimevifanya. Kwa hapa sidhani kama kuna kazi nyingine yote ambayo sijafanya. Labda wewe ndio uniambie kwamba Mawazo kuna kazi nataka kufanya. Ujue hapa mnakula usiku na mchana. Mnakula mara 3 kwa siku. Mwambie na mwenzio Benson, shughuli zangu mimi sitaki zikwame. Mimi kukupa ruksa wewe siku 3, siku 4, mimi sioni tabu, lakini nataka shughuli zangu ziende zinavyotaka. Mtakuja kunichukia. Mimi ni mzuri sana Mnyasa kwa sura. Lakini ukinizingua na mimi nakuzingua. Mtanielewa hapa. Jami. Shangazi. Shangazi. Nani hapa? Mbona unanitisha sasa? Hapa sijaona mtu kama wewe shangazi yangu. Nikae vizuri na maneno yananiingia. Shangazi. Nilienda kwa mzee Mnyasa. Kama nilivyokuambia siku ile tulivyoongea kwamba nitaenda kwa mzee Mnyasa kwenda kufanya uchunguzi wangu. Kafika kule ili niweze kuthibitisha kama yaliomo yamo. Na kweli yaliomo yamo. Shangazi. Mjomba. Yaani yule binti Habiba. Shangazi, yule binti ni mzuri mashallah. Sijawahi ona maisha yangu yote shangazi, kote kwamba kwa nimezunguka huko. Nimefanya kazi kwenye vijiji tofauti tofauti shangazi, lakini maisha yangu yote sijawahi ona mwanamke mzuri kama yule binti. Mjomba, nilikwambia mimi siku ile. Mtoto mashallah, mtoto mtu. Ukimuona mjomba hautoki. Umeona? Yaani kweli shangazi yangu. Yaani pale kutoka sitoki. Kuna neno inaitwa muujiza. Shangazi, yule mtoto ndo muujiza wangu mimi. Yule mtoto ndo baraka yangu shangazi. Maana mimi ningemwona wapi? Ningemwona wapi mzuri kama shangazi? Isingekuwa wewe. Macho yako hayo ndo yamefanya kazi shangazi yangu, nimekuja hapa kukushukuru wewe shangazi yangu. Maana ipo siku na siku moja nilikuwa nimetoka shambani. Toka shambani baada ya nimetoka kufanya kazi ya mzee Mnyasa, nimepiga narudi nyumbani, kamkuta amekaa kwenye kiti. Shangazi. Yaani nilipiga kodo. Paka nakuja kugeuka. Kwa hiyo ulikuwa naiba? Makubwa. Ni shangazi. Hatari. Mjomba, nilikwambia. Ndio shangazi. Yaani mimi nakutafutia mtu kweli. Hata ukimuona hautoki. Yaani nimekataa sona wa mwanamke unamleta ndani, unaita mbegu mbaya ndani. Ukija kuzaa mtoto kijiji chote sio watatucheka.
nataka akizaliwa mtoto kweli. Mtu akianza kushangaa matokeo yake anaenda kujigonga kwenye mkorosho. Hapo ni kweli kabisa kabisa, ni unachokisema pale shangazi. Yaani umecheza vizuri. Yule binti ni mzuri. Ni mzuri shangazi. Na hapa nitafanya juu chini. Kila kazi nayoifanya shangazi, hela yote inaenda kwenye kifuko. Kila kazi nayoifanya, hela inaenda kwenye kifuko. Kuhakikisha kwamba namuoa. Nikishamuoa nikimweka ndani shangazi, unajua nitafanya nini? Yaani nguvu zangu zote, mipango yangu yote nitaelekeza kwa ajili ya kutafutia Zawadi kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Mashallah, Mwenyezi Mungu akujalie mjomba wangu upate riziki. Kwanza ukaoe, na pili nasubiria hiyo Zawadi ije kuipokea kwa mikono miwili. Ye tena? Ai, wala usijali kuhusu ile shangazi yangu, nimeisha. Kwa hiyo kilichobaki ndio hicho tu. Kimaliza, shangazi wa kimataifa, mbona utafurahi? Utafurahi. Mimi tena wa kimataifa. Mjomba, mimi siwezi kukuangusha. Mimi nilikwambia, yani nikienda kuchagulia kitu, ndio kitu kweli. Odi. Karibu. Shikamoo mzee Popa. Marahaba, ujambo? Sijambo, mambo. Heri tu bwana, habari za nyumbani? Salama za siku 2-3. Mani natawala. Karibu. Basi nimetoka shambani hapo kwa bustani yangu. Ndio. Nimekuta chainizi imestawi, imenawili. Vipi ukatia shilingi ngapi? Shilingi 1500 au shilingi 2000 mzee wangu? Siku zote watu wasemaje, usolijua itakusumbua. Sasa hivi mboga za majani kwangu hazina utayari. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mpishi hapa hayupo. Kwa sababu hata kama nikisema nikwambie uniletee, atapika na. Habiba hayupo? Hayupo Habiba. Kaenda wapi? Mwanangu sasa hivi nimempeleka kijiji cha 3, kajitokeza mchumba huko. Mwenye nazo, mwenye mihela yake, tajiri. Sio masiala. Kapata mchumba? Habari ndio hiyo kama ulikuwa una. Ngoja kwanza. Mimi ninavyojua mila za kijiji chetu, mtu unapopata mchumba basi unakaa kwenu mpaka siku ya ndondo, mchumba anafanyaje? Anakuja kukuchukua. Mimi na wewe majirani, sijasikia vigelegele, sijasikia ekaeka kwamba yule binti kaolewa. Haya, wewe amepata mchumba au umemuuza tu? Nikwambie kitu. Mimi ndio wali wake na mimi ndio muamuzi. Mimi nishaona kabisa hapa kuna bingo. Mimi siwezi kuacha. Kwa sababu ninachokuambia sasa hivi, mabadiliko yanayoyaona haya sio kawaida. Hivi ninapokuambia mbali ile koti tunaliona hapa hivi, ndani nina suti ya 200,000. Sio ya maisha ambayo unategemea nilikuwa naishi nayo mimi Popa kipindi hicho. Unaona? Katika kijiji chenu mimi ndio nilikuja kubadilika. Mwanzo sikuwa hivyo mimi. Baada ya kuhamia hapa ndio nimekuja kukutana na changamoto hiyo. Huko mwanzo mimi nilikuwa bosi. Tena nilikuwa mweupe mimi, shavu dodo. Mpaka watu walikuwa wananiita Mpemba mimi. Ala? Sasa historia inataka kujirudia sasa hivi. Historia inataka kujirudia. Yaani kama mambo yatakuwa mazuri, wote kwa beki 3 tu hapa. Unakuja unafanya kazi basi na kwa ajili. Uwezekano huo upo. Yaani mimi nakupa ajira. Sasa ajira yako kutembea na beseni kiasi ndio wakati unakaa hapa unasugua mguu kwa tatizo gani? Kama unakulipa mshahara. Hayo unaongea kweli. Ni gari tu. Mkono ni kinywani hivyo. Waswahili nakwambia hivi, mfungwa achagui gereza. Na akichagua gereza, huyo sio mfungwa. Yaani hata kuniambia, "Mmelimboga mboga niogeshe." Mimi nakusugua tu. Yaani nakuogesha tu. Ili mradi tu nipate riziki yangu. Na mzee Popa ninapopenda starehe sio kuniogesha na kubeba, nataka unibebe. Na mdogo kama mimi sitaki mbele kwa sababu najishikilia tu. Bwana. Kwa basi nyende kwa mama nanilia pale nipeleke oda. Haya, asante. Asante. Nakitegemea. Ajira ipo hapa. Amefanya kazi nyingine mimi nipo. Haya. Kwa mkono.
umependeza. Asante sasa. Jamani wewe uko peke yako? Karibu sana. Na upokea wote huu jamani. Karibu. Asante. Karibu sana. Jamani, yani Yesu nipokee. Asante. Wewe acha tu. Wewe kama ile ya kule bondeni ile tulipanda juzi. Yaani tukimaliza wiki hii kila kitu mboga tunakula. Mawazo. Naam mama. Hebu peleka ile jembe alafu uje nikutume kidogo kule sokoni. Si unajua mambo ya jikoni. Sawa mama. Hebu nisubiri kwanza hapo. Unasemaje? Naomba uniambie umesemaje? Simesema mama mkwe. Sawa mama. Yaani nilikuwa nakutafuta sana. Hivi, kwa nini unapenda kuniita mama mkwe mara nyingi tu? Mama, unamaanisha au ni matani? Maana unapenda matani mamangu. Sasa mimi na wewe tunataniana kweli? Mimi nakuuliza kweli kabisa, nataka uniambie kwa nini hilo neno lako. Yaani kila tunapokutana mimi na wewe lazima uniite mama mkwe. Hebu nielekeze kwanza. Kwa hiyo mama ufahamu? Mimi sifahamu chochote, ndio maana kuuliza mwanangu. Kwa hivyo mamangu, mimi ni mkwe wako. Mkwe wangu kwa nani? Hebu sasa hicho ndo ninachotaka uniambie kwamba hivi nikuelewa. Sipo kwenye nafasi ya kusema, muulize baba. Sasa nimuulize baba wakati naongea mimi na wewe? Wewe mwanaume mzima unashindwa kunijibu mimi? Sipo kwenye nafasi ya kusema. Sasa naona unataka kunichanganya sasa. Kama huwezi kuniambia ondoka, mimi niendelee na kazi zangu. Sawa. Hivyo sema kwamba naenda kwa mzee Jomba. Nimekwambia hivi, nenda sokoni katafute mboga tuje tupike hapa. Sawa.